Mtaa unatabasamu mchana, usiku na siri, maisha baada ya shule fleki. Mwanangu, nakuaje? Mwanangu vipi? Mbona kama hivyo? Sikuelewi nini. Unielewi ni mbona kawaida tu. Mwanangu, nimechoka kukaa huko. Maana maisha yanazidi kuwa. Siku zinaposonga mbele, maana sioni mafanikio. Bora naona tu mimi nirudi nyumbani. Mwanangu, katika siku umeongea jambo mielisho ni leo. Mwanangu, miaka 20 years mwanangu, rudi nyumbani ukakae na wazazi. Leo unaagizwa mboga, kesho umefanya hivyo. Mwanangu. Alafu nazungumzia swala mafanikio. Mafanikio mwanangu ni swala la muda mrefu. Yaani mafanikio ni swala la muda, labda uamue upite short. Na short ina gharama zake uziwezi. Kwa mwanangu, si tupambane. Ila swala la kurudi mkoani, mwanangu mimi leo sikusupport. Hakuna kurudi nyumbani, tukaze brother. Mbona kama hela tunapata tu. Tukaze ndugu yangu. Mwanangu, umezungumza point. Hebu plan. Ila mwanangu, mimi na idea. Unaonaje mwanangu, tutafute mganga. Tupigiwe ramli ili mambo yetu yanyooke. Tufanye mambo kwa matarajio zaidi. Mganga tena? Mbona umri wetu kama vile bado? Mganga, hayo ni mambo ya kishirikiana na wewe. Si umri wetu bado. Swala la waganga hebu tuachane nao kwanza. Mwanangu, wewe bado ni mdogo, unafeli mwanangu. Mimi mwanangu nina wazo. Naona tumtafute Frank tuishi naye kimchongo. Tujue siri zake, yeye anaishije. Sio kwamba tunaongana naye kabisa kiurafiki. Yaani tunaishi naye kimchongo tu ili maisha yazidi kwenda mbele. Basi poa mwanangu, haina noma, lakini ngoja kwanza, naona muda wa kazi umefika. Ngoja kwanza niingie kazini afu basi tutasomana, haina noma. Mtaa unatabasamu mchana, usiku na siri, maisha baada ya shule fleki. Naomba kibaza mkiwekea na ni tailizi. Oa brother, hicho hakijakuleta hapa. Unaona? Wewe zungumza shida, sio kwamba uanze tena kuongelea mambo ya vibaraza sijui vimefanya nini. Hivyo havipo, yani vipo nje ya mada kabisa. Mlisema mna shida na mimi, si ndio maana yake? Ndugu yangu, sisi tumekaa tumeona kwamba hivi ugomvi hausaidii chochote. Tumeona bora ugomvi uishe, tuanzishe maisha yetu rafiki, tuendelee kama kawaida. Basi nalo ni jambo jema. Kama nyinyi mmekaa mkaona mnachokifanya si kizuri, mkaamua kubadilika, mimi kwa upande wangu sidhani kama nina neno. Au unasemaje wewe? Ni kweli ndugu yangu, kama unavyoona mwanangu. Kweli tumekaa chini tumefikiria tunavyokufanyia sio vizuri. Kwa ndugu yetu, tunaomba utusamee yote kwa yote. Mambo ya nini haya, purukushani za hapa na pale, naomba utusamee. Tuanze maisha mapya. Najua sisi ni ndugu, tumetoka kijiji kimoja, tunapendana. Kwa mambo ya chuki haya yafai. Kwa ndugu yangu, tunaomba utusamee sana. Lakini mimi kuamini nyie ni jambo dogo sana. Shida tu yani ni nyie. Leo mnaweza mkaongea hivi yani kama mpo serious, afu kesho na kesho kutwa masaa menyewe hata 24 hajaisha mmeshakuwa tena vigeugeu kama popo yani. Unaona, ndio changamoto yani inayokuwepo hapa. Tukiongea hiki kesho na kesho kutwa mnabadilika. Si mwanangu, tunakuhakikishia kabisa si hapa tumeshabadilika. Au mambo nayozungumzia wewe sijui si watu. Ni kweli ndugu yetu, tunataka tukufanyie nini ili uamini tumeshabadilika? Yaani sasa hivi hatutaki mambo ya maugomvi, mambo ya nini. Sasa hivi mwanangu, tumebadilika kabisa, tuamini ndugu yetu. Okay, poa. Mimi nimeamua kukubaliana na hayo. Na like kama mnasema hayo ni kweli, mimi sina pingamizi. Lakini kabla tujaenda mbali sana, tuseme yani hapa tumeshakuwa marafiki sasa, sidhani kama kuna ugomvi. Si ndio maana yake? Mimi nilikuwa nakukumbusha tu kale pesa kangu ndugu yangu. Maana naona siku zimeenda. Kwa naomba kale pesa kangu nipitie.
kuhusu kale ka pesa kwa bado nakatafuta. Sasa hivi hapa mfukoni na buku, labda nikutanguzie hiyo buku. Hivi Simon unakuwaga una madharau Yaani buku kwa 40 39 ibaki deni. Alafu unakuja kusema hapa kwamba tuwe marafiki. Upo serious na jambo kweli wewe? Bro, nataka hela yangu. Mambo ya kwamba una buku mwanangu, siku ni nyingi zimepita hizo. Mwanangu, yani kwenye swala la pesa mwanangu, hapo unataka kugusa pengine mwanangu. Mwanangu mimi nishakwambia hapa nina buku tu. Kwa hiyo nifanyaje sasa? Kama deni liko pale tu. Mbona wewe sio muelewa? Kwa hiyo mwanangu unanipanikia, sio? Yaani pesa yangu na kunipanikia au nipanikie? Bro, hapo ndo unataka kuvuka mipaka mwanangu. Mbele ya pesa ilishagaua undugu mwanangu. Mimi pesa nimekwambia sina. Kwa hiyo nifanye sasa. Sikia nikwambie, brother, mara nyingi waga mnaniona tu niko ninafurahia hivi na chekelea ndo mnanichukulia hapo, au sio? Pesa yako nakutafutia, nikipata nakupatia. Mkisaidiwa mnasaidiwa fresh, alafu kurudisha inakuwa jao. On tomorrow morning I'm coming to follow my money. Unasikia? Asubuhi sana mapema. Ndio utakuja kuelewa sasa kwamba mimi ni nani. Kumbe mnanionaga tu hivi na kwenye hela mwanangu. Ndio unaonyesha nize leo kuitoka no. Nimekuja kufanyaje? Wala nyinga nini kalakayo kwa nyinga no de mama. Wanangu, tumezungumza sasa hivi tu kwamba tumalize mambo ya purukushani za hapa na pale jamani. Mpe muda kidogo ndugu yangu, hela yako atakurejeshea. Hiyo hela 40 hapa alipo naye kayumba. Hela kawatumia nyumbani. Kwa mpe muda. Ila sio kwanza kuna nilii tena wanangu. Hasa tutakuwa tunafanya nini sasa? Tumezungumza kwamba tuyajenge jamani, shida tunasaidizana. Wewe mpe muda wiki moja au mbili anakurudishia pesa yako ndugu yangu. Ndio hivyo, tuache hayo mambo jamani. Yaani brother, yaani kwenye swala la pesa yaani sielewi kwanza niongee nini. Na dogo hapo anazungumza tu. Ili hali kabisa yeye mwenyewe alikuja kwako, sijui ulikuwa unalalamika amekuluka. Sema hana hela. Unaona, lakini sasa hivi ameanza kuwa wa kwanza kujitetea. Lakini kwenye hela mwanangu, hapo lazima kieleweke nakwambia. Tena nikwambie kesho asubuhi sana yani. Naona nyewe mnataka kuvuka mipaka. Mtaa unatabasamu mchana, usiku na siri, maisha baada ya shule flenki. Nilitoka shule nikabeba daftari la ndoto. Mwanangu hapo umecheza mwanangu. Kwanza na hizo. Mwanangu. Ingua mwanangu buku kwa 40. Mimi mwenyewe nilikuwa naongea pale natetemeka blaza. Jamaa vipi? Sema tu ndio hivyo. Zungushe blaza. Chukuaje 40 tena kumpatia. Kwa mwanangu ndo umepanga kumdhulumu. Alafu mwanangu kama ujui sasa. Kuna siku saipoteza hela. Ile hela kupoteza nilichukuaga mimi na kanilipa blaza. Kwa nini nimpige 40 na wewe hapa piga 40 mwanangu. Kumbe ulimchezea dili. Mwanangu nilimchekecha mwanangu. Si unajua mjini akili hapa mjini akili. Mwanangu ngoja mimi nikuache. Basi poa haina noma mwanangu. Nitembea matendo kwangu. Kaa makini. Kesho akija kuchukua hela yake mwanangu utanipigia simu au vipi? Nani anampatia hela? Ngoja mimi nikuache. Basi haina noma. Ila mwanangu ni hatari sana. Mtaa unatabasamu mchana, usiku na siri, maisha baada ya shule flenki. Nilitoka shule nikabeba daftari la ndoto. Kumbe mtaa unasoma kitabu kisicho na mwalimu. Wanokupigia makofi leo, kesho wakujui. Moyo kivunjika, macho ndio andika ukweli. Mtaa una lugha yake, ukicheka sana wanakuuliza umeiba nini. Ukilia kimya, hakuna anayesikia. Maisha baada ya shule ndiyo mtihani wa kweli. Leo ni kivuli, kesho labda Miladi.
mtaa unatabasamu mchana, usiku na siri, maisha baada ya shule flenki. Nilitoka shule nikabeba daftari la ndoto, kumbe mtaa unasoma kitabu wanokupigia kofi leo, kesho wakujui. Moyo ukivunjika, macho ndio huandika ukweli. Mtaa una lugha yake, ukicheka sana wanakuuliza. Mwanangu vipi? Safi tu, vipi? Kesho inakuaje? Kama kawa. Mwanangu mimi kama tulivyomaliza kuongea ile siku, na mimi mambo ya kupindisha sasa hivi sina. Hapa sijafuata maneno wala sijafuata nini. Nilichofuata mimi hapa ni pesa yangu. Unanielewa? Hivyo kwambia, hii pesa kwa sasa sina. Na shilingi 1000 tu. Labda nikutangulizie buku. Yaani siku hizi hiyo 1000 umeshaiona, yani ndio kama wimbo wa taifa. Kila siku nazungumzia 1000 na mimi hapa ninachokumbuka sijakupea 1000. Unanielewa? Nataka pesa yangu yote. Hata kama unavyonitangulizia, angalau hata ukitoa shilingi 25 au ngapi at least. Sasa unavyosema 1000 mwanangu, hizo zinakuwa dharau yani. Mwanangu anasema sijui shilingi 25,000, mimi 25 hapa sina. Mwanangu kama benki inadaiwa, mimi ni nani sidaiwa? Hebu nivumilie pesa yako nitakupatia. Jua unavyozungumzia kwamba sijui benki inadaiwa, sawa. Kuna namna na utaratibu wake wa kudaiana. Hasa wewe hata hiyo benki inadaiwa milioni sijui mia ngapi ndio itangulize 10,000 kweli? Hasa wewe unakuja kunitangulizia 1000. Yaani nashindwa mpaka yani mimi mwenyewe nikuelezeje, kwa sababu yani kwenye dharau haupo, yani kwenye kiburi yani sijui ni kuweka kwenye kundi gani, mimi mpaka sikuelewi. Yani kitu unasema unafanya makusudi. Simon, mimi nakwambia fanya makusudi. Kwanza wewe ulisema ni wiki moja tu, yani kwani wiki itakuwa nimekamilisha pesa yako? Haya, sasa hivi ni mwezi na wiki ngapi sasa hivi? Mwanangu kama unavyojua hii dunia ina mambo yake tu, na mimi kwa nimepanga hiyo wiki moja ningekurejesha pesa yako. Sema changamoto ndogo ndio zimevuruga haya mambo. Nivumia mwanangu, baada hata siku 3 hivi nitakurejesha pesa yako. Sasa hivi unaongea mwenyewe. Yaani nilikupa wiki, ukajiongezea ikawa mwezi. Sasa hivi umeongezea tena siku 3. Unaona? Siku 3 zikiisha unaongeza tena, hatimaye mwaka sasa hivi. Unaona? Na mimi pesa yangu na shida nao, nataka nifanye kitu. Naambia hapa stoki, hapa mpaka nitoke na pesa yangu. Pata hela yangu ndani. Najua pesa unazo. Ngoja nikuletee pesa yako. Leta pesa ndio. Mimi mwenye pesa hapo. Mtaa unatabasamu mchana, usiku na siri, maisha baada ya shule flenki. Nilitoka shule nikabeba daftari la ndoto.